Kuna jamaa yangu mmoja kutoka Nairobi alinipigia akaniulizia, tajiri Mluya, ni nini naweza fanya ili kusuluhisha migogoro wakati nafanya na bosi mwenye ni rough mkali. Sasa leo nataka nikufundishe hivi. Siku moja ukipatana na bosi mwenye ako harsh, jaribu make sure you are dealing with a bad boss. Observe your boss for a few days and try to notice how many things she does well versus poorly. Ukipatana na bosi yako ukitaka kujua, jaribu na umake sure una deal na bosi mwenye ni mkali, mwenye ni harsh. Na observe for a few days. Kitu chenye anapenda ufanye na kitu chenye hapendi. Hapo hivyo utakuwa sawa. Kitu ingine, identify your boss motivation. Jaribu ujue chenye bosi yako anapenda. Na umotivate kama amekupea kazi, hebu fanya hiyo kazi kwa bidii pia yeye ajue huyu atanifanyia kazi poa. Juu hawezi kuandika tu hapo juu ako na watoto, wezi mtoto wake umeenda kwake akule. Anakupea food, anakupea place ya kuzima, kupea kila kitu. Sasa wewe jaribu mumotivate. Motivate him, mwambie hii bosi hii nayo itaweza, ng'ombe itafanya. Ama ukipanda sukuma itafanya hiyo, itauzwa ama itatembea vizuri. Kitu ingine, don't let it affect your work. Kama bosi yako ni mkali, usijifanye umwalao ati sasa unakuwa stressed sasa kufanya hata ukuwe na stress ushindwe kufanya kazi. Usiallow hiyo ikuaffect. No matter how bad your boss behavior, avoid letting his behavior and avoid letting it affect your work. Kufikia hapo najua unanielewa. Kitu ingine, kama unafanya na bosi mbaya, stay one step ahead. Kama bosi yako unafaa ukamue ng'ombe, kama na yeye anatoka kazi kama saa 12, hebu jaribu ukame ng'ombe saa 8, saa 9. Ukue mbele yake na masaa. Akikuja akuulize umekamua, yeye akupata already ushakamua kitambo. Kitu kama hiyo. Alafu kitu ingine, set boundaries. Weka mipaka kati yako na bosi. Si ati bosi yako akiwa mkali, hasa wewe unaogopa akikuja umejikunyata tu hivi. Ukiweka boundaries, yeye hatakuwa anakuja penye huko. She or he will realize that you have your responsibility on track and that she doesn't need to watch your every move. Wewe weka mipaka, fanya kazi yako. Akikuja kuangalie, aone si lazima hapa niweke mipaka ndo kazi ifanyike. Ni kuweko nisikuweko kazi tafanyika. Hapo hivyo najua tunaendelea sawa. Kitu ingine, stop assuming that they know everything. Wacha kujifanya ati bosi anajua kila kitu. Si ati bosi akifuka mbuzi, yeye anajua kila kitu about mbuzi. Hata unaweza kuwa ulisomea agriculture akafanya business. Sasa hapo ni wewe unafaa ujue agriculture kukuliko. Yeye amekuandika tu. Sasa wewe kuwa responsible na waache kuassume. Waache kufikiria yeye anajua kila kitu. Sasa because someone has a managerial title doesn't mean that they know they have all the rights answer all the time. Hata mwalimu hawezi pata kila kitu kimpea exam. Kuna vingine atafail. Sasa bosi si ati akikuwa manager atajua kila kitu about hiyo kazi amekuandika. Ndio maana amekuandika. Kama angekuwa anajua kila kitu, singine angejifanyia yeye mwenyewe. Alafu kitu kingine, act as a leader. Ukipewa kazi, sasa wewe kuwa sasa mwenye kichwa sasa hapo. If you know your areas well enough, there is no reason to not go ahead creating and pursuing a direction you know will achieve good results for your company. Kama umeandikwa na kampuni, wewe jua tu ya kwamba uko na responsibility za kufanya hiyo kampuni iende mbele. Na kufikia hapo, najua tumeelewana. Hapo hivyo tumefundishana vitu 1-2 brilliant tips for dealing with a difficult boss.